Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu, leo nataka nikwambie tu, leo tutakwenda kutazama kunako swala zima. Kipindi chetu kitangazia mambo makubwa matatu, ingawa leo nitasimama katika jambo moja tu ambalo tutaanza kulitazama, alafu kisha tutaingia kwa kina ili tukajue yaliyokuwa makubwa. Kipindi chetu tutakwenda kuangalia uchawi ni nini, lakini pia kipindi hichi kinakwenda na dhamana ya kwamba tutaangalia hasadi pamoja na vijisho. Lakini leo tutasimama kujua kwanza uchawi ni nini, afikisha baada ya hapo sasa tutakwenda kujua mengine mengi. Kwa kipindi chetu hichi bila shaka kitakuwa na ladha kubwa, na hasa kwa watu ambao tayari wamekwisha sibiwa na maradhi tokanayo na uchawi. Kwa msemo unaosema ukiona mtu anasema haijui mvua, maana yake haijamnyeshea. Si ukimnyeshea atajua kwamba mvua ikoje. Basi na Dr. Said na Sheikh Sufudan Al-Ghaza tutakwenda kuungana hivi punde tukasikia, kisha katujuze kunako uchawi ni kitu gani. Watu wanaweza kusikia na kusema tu pasina kujua uchawi wenyewe namna ulivyo. Kwanza salamu, kisha baada hapo tutakwenda kuingia na kutazama kwa kina uchawi ni nini. Dr. Said na Sheikh Sufudan Al-Ghazali, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vipi hali yako Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala, na hasa ukizingatia tuna afya tele. Hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Dr. Said na Sheikh Sufudan Al-Ghazali, yuna afya njema kabisa, na lengo kubwa la kutaka watu wa ufahamu uchawi namna ulivyo, kwa sababu hapo watu ambao wanasema uchawi lakini hawaelewi uchawi wenyewe ni nini. Kwa hivyo sasa kuna watu wanachanganya, hata baadhi ya mambo yakifanyika anasema ndio uchawi wenyewe, kumbe vile uchawi ni kitu kingine na kinachofanyika ni kitu kingine. Tukajue uchawi ni nini. Dr. Said na Sheikh Sufudan Al-Ghazali, tuna mkanganyiko katika jamii yetu kwamba tuna baadhi ya mambo tukiona mtu kayafanya tunasema huu ni uchawi. Lakini tulio wengi hatufahamu uchawi ni nini. Kwanza tuanzie hapa. Je, uchawi ni nini? Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, ya Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, anasema wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Anasema na wala usianze kulielezea au kulitolea fatwa na kisha ukatoa msimamo katika jambo ambalo wewe maarifa nalo jambo hilo hauna. Ishara ya wazi kabisa ya kwamba watu wengi sana wanajikuta kuhukumu baadhi ya vitu, kuvipa hukumu ya sihr, ya uchawi, wakati kiuhalisia hivyo vinavyopewa hukumu ya kuwa ni uchawi viko mbali kabisa na uchawi. Kwa hiyo kwa hali hiyo sasa katika kipindi chetu hiki tunataka twende tukatazame kwanza uchawi lughatan wa istilaha. Kwa maana tufahamu uchawi kilugha, lakini kadhalika vile vile tufahamu kwa mujibu wa istilahi. Kisha baada ya hapo tutazame madhara yake katika umma na jamii, kwa mtu mmoja mmoja, katika familia, katika majumba na hata katika jamii kwa ujumla. Tutakwenda kutazama hivyo, na tutaelekeza ni njia gani kwa mujibu wa taratibu za Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ni vipi basi kwa yoyote alosibiwa na uchawi nini anaweza akafanya ili kuweza kunusurika. Nimwambie tu ndugu yetu anayetufuatilia, kipindi hiki rasmi kimeanza siku ya leo. Na fuatilia taratibu ya vipindi hivi, vitakupa manufaa makubwa kabisa. Sasa uchawi ni nini kwa mujibu wa swali lako al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan? Ya Allah. As-sihru lughatan, uchawi kilugha. Qala Ibn Faris, amesema mwamba anayeitwa Ibn Faris, yeye anasema as-sihru ikhrajul batili fi surati al-haqqi. Ya Allah.
Huu uchawi ni nini kilugha? Anasema ikhrajul batili, ni kuitoa kitu ambacho bila shaka kipo katika mfumo wa batil, fi surati alhaqi, lakini katika sura ya uhakika. Yani maana yake ni kwamba uchawi namna ulivyo una vitu vinavyoitwa takhayulat. Yani mtu anaweza kufanyiwa uchawi akaonekana kwa jicho la kawaida anaumwa mathalan, lakini kiuhalisia yule mtu mwenyewe ni mzima kabisa, wala haumwi popote pale. Ndio maana inaitwa as-sihru ikhrajul batili fi surati al-haqi, ni kuitoa batili katika sura ya haki, katika hali za namna hiyo, sura ya uhakika. Ndio mambo yanakwenda katika hali za namna hiyo. Na huu mkasa umewahi kutokea al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, maeneo ya Dodoma hapo. Kuna mtu alikuwa anabishana na mwenzake. Yeye aliwahi kusikia mashekhe wanasema ya kwamba Qur'ani ndiyo mpango mzima, ina power, ina nguvu ya kumaliza machawi na mfano wa hayo. Baada ya kusikia hivyo, na yeye akabeba. Unajua kuna hatari ya kuchukua mambo ambayo maalumati nayo na maarifa nayo hauna. Wengi wako hivyo. Kuna mtu anabeba kwa sababu kamsikia tu mtu fulani na yeye anachukua yale. Sasa hii ni hatari sana. Ile bana akachukua hivyo maneno akawa anazungumza. Sasa katika kuzungumza kwake haya maneno, kumbe yule ambaye anayezungumza naye ni gwiji la uchawi. Tena linajua kupiga uchawi kweli kweli, sio mchezo. Sio uchawi vidogo vidogo, yani uchawi kwa maana hasa ya uchawi wenyewe. Yani kama vile alisoma kwa Labid ibn A'sam namna ilivyo. Sasa yule bana akamwambia, bana wewe unasema kwamba Qur'ani ndio mpango mzima, una uhakika na kauli zako? Yule bana sema nina uhakika bana na kauli zangu. Kidume anamuuliza bwana. Aiwa. Akamwambia, sasa je, unaonaje tufanye testi kidogo, wewe utumie Qur'ani na mimi nitumie uchawi, ili tuone kweli Qur'ani inaweza mbele ya uchawi au la. Yule bana akamwambia, jambo dogo hilo, tuanze. Basi ustadhi yule, tunamuita ustadhi maana kila mtu anayejua kusoma anaitwa ustadhi. Na mwingine anaitwa shekhe kabisa. Na mwingine anatoa fatawa. Tena shekhe amekwenda mbali sasa hivi. Hata taja kivaa kofia tu ustadhi. Ustadhi, shida hiyo. Sasa baada ya kusema hivyo tu, yule bwana yule ustadhi sasa kaanza kusoma pale, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Piga ayatul kursi pale. Kidume anaona mimi. Wakati huyu bwana anapiga ayatul kursi, yule sahiri naye anafanya majambo yake. Ghafla bwana yule kijana ustadhi sasa akaanza, jamani, tumbo likahamia kichwa. Dakika 5 nyingi ustadhi huyu hapa kajabu tayari kimya, kafa. Watu wakusanyika ghafla, bana sasa hivi tulikuwa naye hapa. Ndio hivyo kashaondoka huyo. Basi watu sasa wanamchukua yule bwana, wanamuandaa kwa ajili ya kumhifadhi ili afanywe taratibu zinazohitajika akazikwe. Lakini yule mchawi kila anapoingia pale ndani anamuona yule bwana amekaa pembeni na wanapiga story. Oya, silikwambia achana na uchawi utakuua mara moja. Sasa yule bwana amekaa pembeni, alafu anaona kile kilicholala pale katika kitanda ambacho watu wanahisi ndio ustadhi yule aliyekufa. Yeye anaona ni gogo la mti, na yeye mwenyewe kakaa pembeni kabisa, haumwi sikio wala jicho, iko safi kabisa. Basi bwana, hatari kubwa shekhe. Baada ya tukio hilo sasa, yule bwana shekhe akamwambia yule mchawi, anamwambia ustadhi, sasa unasemaje, niache? Maana wakishazika hichi kidubwasha hiki na wewe ndio umekwenda hivyo. Bwana nisamee sana. Basi akamwambia usiwe na shaka, takurudisha. Akafanya ya kufanya pale, mara ikaonekana katika kile kigogo kama
kinapumua hivi. Watu jamani bado anapumua, alikuwa kazimia mara kaibuka. Yeye bwana ustadhi alihama pale usiku kwa usiku. Akaona huyu jamaa ataniondoa kweli. Kakimbia. Allahu Akbar. Baada ya kukimbia sasa ndio akaja sasa anatoa historia yake, mkasa wake namna unasema mimi sitaki kuisikia Dodoma. Sitaki kabisa kuisikia. Kuna watu hatari sana pale. Sasa hii ni hatari sana. Kwa nini unajua? Kwa sababu huyu alikurupuka. Jinsi anavyosikia watu wanasema ukisoma Ayatul Kursi na yeye akabeba hivyo. Kumbe kuna taaluma ya kusoma Ayatul Kursi kwenye kusalisha, kuna taaluma ya kuisoma Ayatul Kursi kwenye yani katika khitma, na kuna taaluma ya kusoma Ayatul Kursi kama kinga na silaha ya kumshambulia adui. Sasa yeye akajua ni kujisomea tu kama anavyosalisha katika hali. Na ndio wengi sana waliomo humu wako hivyo. Yani mtu anajua Ayatul Kursi ili amdhibiti nani? Shetani au amdhibiti uchawi, anasoma kama anasalisha mzee. Wallahi hii ni hatari kabisa. Ndio anasema Ibn Faris, as-sihru ikhrajul batil fi surati al-haqqi. Kwa maana uchawi kilugha ni kuitoa batili, lakini hiyo batili inakuwa katika sura ya uhakika katika hali za namna hiyo. Tunamuona huyu bwana mkubwa wa Dodoma, yeye yani watu wakitazama pale kitandani wanamuona yeye na kafa. Lakini mwenyewe mchawi na mtu wake wanaonana na kuongea na hana hata maradhi katika hali za namna hiyo. Wallahi hali inatisha. Uchawi ni kitu hatari sana. Lakini wa fi muhitil muhita, lakini katika kitabu kinachoitwa Muhitul Muhiti, anasema bwana mkubwa, sihru, uchawi ni nini? Anasema ikhraju shay'in fi ahsani muaridhihi hatta yaftuna. Wanasema uchawi kilugha maana yake ni nini? Ni kukitoa kitu katika hali yake nzuri na muonekano wake, mpaka kile kitu kinakuwa kimefitinishwa au kimefitiniwa. Mathalan, inawezekana ikawa mtu ana gari nzuri kabisa, na anatangaza kuiuza ile gari, na haina tatizo la aina yoyote. Lakini akija mteja kuitazama ile gari anakuta kasoro 10,000 kidogo. Kwa nini? Kwa sababu uchawi ikhraju shay'in fi ahsani muaridhihi hatta yaftuna. Maana yake ni kutoka kitu katika hali yake ya asli, yani uzuri wake unapotezwa kabisa. Na ndio hata wakati mwingine mtu anawezekana akawa anakwenda kuchumbia, ima mwanamke au mwanamume, mwanaume ima anaenda kuchumbia au mwanamke anakwenda kuchumbiwa. Lakini mtu akifika pale, namna yale mandhari anavyomuona yule mwanamke, au yale mandhari ya yule mwanamke namna anavyomuona huyu mwanamume, anaona kwa huyu kuwa mke wangu hapana. Na mwanamke vile vile kwa huyu kuwa mume hapana. Hii haiwezi kuwa sawa sawa kabisa. Kwa nini? Uchawi unakuwa umeteki nafasi. Ndio anasema bwana mkubwa Muhitul Muhiti, anasema asihru ikhraju shay, uchawi ni kukitoa kitu fi ahsani muaridhihi, katika muonekano wake uliokuwa mzuri, hatta yaftuna, mpaka ule muonekano unapotea kabisa. Ndio mtu anasema wallahi nimefitiniwa. Hii hali ninayoiona inayonikumba si hali ya kawaida. Hapa kuna fitna. Tayari nishafitinika katika hili. Kwa bwana, kwa lugha nyepesi, manake uchawi ni fitna. Sahihi. Tena ni fitna mbaya sana, na Qur'ani imeripoti hivyo. Uchawi ni fitna mbaya. Lakini kadhalika fi lisani al-arabi, lakini ukisoma katika lisanul arab, wanasema mwamba huyu katika masala ya kilugha, anasema aslu sihri sarfu shay'in an haqiqatihi ila ghairihi, ya kwamba asili ya uchawi namna ulivyo ni kubadili kitu kutoka katika uhakika wake kwenda katika aina nyingine. Uhakika wa kitu hiki ni mzuri sana, lakini
kinachotolewa, inatolewa ule uzuri na inavishwa ubaya. Ndio sarfu shay'in an haqiqatihi, ni kukitoa kitu katika uhakika wake ila ghairihi, kwenda katika uhakika mwingine usiokuwa wa kweli. Ndio uchawi unafanya katika hali za namna hiyo. Fakaanna sahira, ni kana kwamba mchawi lamma raa albatila fi surati alhaqi, pale ambapo anapoivisha batili katika mtazamo wa hakika katika hali za namna hiyo. Naona uchawi ulivyokuwa kitu kibaya sana na ni kitu hatari mno katika afya na maisha ya mwanadamu. Lakini wa khuila shay'un ala ghairi haqiqatihi, lakini kadhalika na pale ambapo panapopumbaziwa kitu kutoka katika uhakika usio wake inakwenda katika uhakika mwingine. Na ndio maana kilugha mtu anaweza kusema qad suhira shay'un an wajhihi. Kilugha ukisema qad suhira shay'un an wajhihi, maana yake ay surifahu, kimebadilishwa kile kitu usoni mwake. Yani yeye akitazama kile kitu mbele ya uso wake anakiona katika mandhari ambayo yasiyo ya hakika katika hali za namna hiyo. Ndio uchawi unafanya matendo ya namna hiyo. Wallahi ni hatari sana. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Ya Allah. Lakini tukitazama uchawi kiistilahi ni nini? Qala Ibn al-Qayyim, amesema Ibn Qayyim al-Jawziyya, anasema huwa murakkabun min tathirati al-arwahi al-khabitha. Sawa? Ya kwamba huo uchawi ni murakkab, yani ni vitu vilivyoshikana kwa pamoja. Lakini umeshikana kwa pamoja min tathirati al-arwahi al-khabitha, na hii inatokana na athari ya mashetani machafu machafu. Ala, mabaya mabaya. Angalia hapa, maana yake kuna majini wema na wazuri hawaingii katika mushkil huu. Ili iwe uchawi lazima watumike wachafu wachafu na wahovyo hovyo, wanaotaka vitu vichafu vichafu na vibaya vibaya na vya haramu haramu. Hawa ndio wanashughulika katika. Na ninamtaja Ibn al-Qayyim kwa sababu wengi katika ndugu zangu mpaka uwataje hawa mashekhe wao ndio wanaelewa. Sawa? Naam. Lakini kadhalika wanfi'ali alquwa at-tabi'iyyati anha, lakini kadhalika na kuna kuwa na nguvu. Sawa? Nguvu za asli ambazo zinazotokana na hao mashetani wachafu, vikaungana vitu vingi kwa pamoja, pakapatikana nguvu ya kitabia, ya kikawaida, ambayo nguvu hiyo inatokana na hawa mashaitani wachafu. Hapo ndipo panatengeneza kitu kinachoitwa sihir kwa mujibu wa Ibn Qayyim al-Jawziyya, na hasa katika istilahi yake anasema katika hali za namna hiyo. Naona hatari jinsi ilivyo. Lakini waqala Ibn Qudama, akasema mwamba sasa Ibn Qudama. Ibn Qudama anasema huwa uqudun wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi au yaktubuhu. Akasema ya kwamba huwa uqudun, ni mafundo ambayo mtu anafunga. Uchawi. Ndio ile nafathati fil uqad. Al-uqad ni yale mafundo mtu anafunga yale. Na ndio maana kuna sihru rabt, yani uchawi wa kufungwa. Naona najisi mambo yalivyo. Kwa hiyo waruqa, lakini kadhalika na kuna ule uganga wa kishirikina na wa uchawi. Naona uganga wa kishirikina, yani vile vitu vichafu vichafu vya hovyo hovyo vile. Sawa, hiyo sasa ndio sihiri. Lakini eti uchawi mtu kaandika Qur'ani katika karatasi, eti uchawi? Uchawi kuni vitu vichafu vichafu, najisi, vitu vya hovyo hovyo ambavyo hata ukiambiwa hapo unaweza ukatetemeka kutokana na hali za namna hiyo. Lakini wakalamun yatakallamu bihi, na ni maneno ambayo mtu anaweza kuyazungumza. Unajua uchawi sio lazima mtu ashike ala au zana, yani ashike zile elementi moja ndio zipatikane. Kuna mtu mwingine uchawi wake upo katika maneno yake tu. Yani kuna mtu yeye ili akuharibie pale kazini wala afanye uchawi, mdomo wake tu unatosha kuwa uchawi tosha.
anaharibu kazi yako, anaharibu biashara yako, anaharibu mahusiano yako, anaharibu shughuli zako, mdomo wake. Mchawi pia huyo. Kwa hiyo kuna watu wanahisi kwamba mchawi ni lazima awe aroge. Mdomo tu, ulimi wako ambao unazungumza yale unayoyazungumza yakaleta madhara katika umma na jamii, wewe ni mchawi tu wa kawaida. Ukampakazia mtu ubaya, watu wakamuona mtu mbaya kwa sababu ya ulimi wako, wewe ni mchawi tu katika wachawi wa kawaida. Huyo ni Ibn Qudama anasema hivyo. Yatakallam au yaktubuhu, au yale anayoyaandika mtu. Kuna wakati mtu anaweza kuandika makala, ile makala anayoandika kwa ajili ya kumchafua mtu fulani. Uchawi pia huo kwa mujibu wa Ibn Qudama, ili watu wamuone yule mbaya, wamuone ananuka, wamuone haeleweki, wamuone wahovyo. Wangapi wanaandika barua kuwapelekea mabosi pale kazini, barua ya kumchafua mtu fulani? Wapo wengi tu. Kwa hiyo wale ni wachawi pia wa kawaida kabisa. Sasa katika hali za namna hiyo, au yaamalu shay'an yuathiru fi badani almashur, au mtu anaweza akafanya kitu kikaleta madhara katika mwili wa aliyerogwa. Unajua kuna wakati mtu anaweza kwenda kupakazia kwa bosi, ukapatwa na maradhi ya mshtuko wa moyo. Chawi hilo lishakuroga, ndo maana yake. Sawa? Kwa hiyo watu wanahisi kwamba uchawi paka unyunyize. Kuna mtu anaweza akawa pale kazini, kazi yake kuhakikisha kwamba anampelekea maneno mabaya bosi, ili bosi huyo akufukuze kazi. Huyu ni mchawi tu. Au qalbihi, au anaweza akaleta madhara katika moyo wa mtu. Au aqilihi, au akaleta madhara katika ufahamu au akili ya mtu, min ghairi mubasharatin lahu, bila ya kufanya chochote katika vinavyojulikana kuwa huo ni uchawi. Nao pia ni aina ya uchawi katika hali za namna hii. Huyu ni Ibn Qudama anaeleza habari hizi. Walahu haqiqatun, anasema na uchawi namna ulivyo ni hakika kabisa, upo. Asitokee mtu akasema uchawi hakuna. Uchawi upo tena dhahiri kabisa. Faminhu ma yaqtulu, anasema miongoni mwa uchawi upo ambao unaua kabisa moja kwa moja. Ukikusibu unakwenda akhera. Ukikusibu uchawi huo unakwenda mturabi. Ndivyo jinsi ilivyo, upo. Lakini kadhalika ma yumrid, lakini kadhalika upo uchawi ambao unaleta maradhi. Yani wewe unakuwa unaumwa maradhi yanayotambulika na yasiyotambulika. Unaumwa sana lakini uchawi, lakini kumbe uchawi ushafanywa. Ibn Qudama anasema hivyo. Lakini wama ya'khudhu ar-rajula 'an imra'atihi fayamna'uhu wata'aha, anasema kadhalika vile vile upo uchawi ambao unamzuia mwanamume asiweze kuliendea tendo la ndoa, akashindwa kumuingilia mkewe. Wengine humu tunao watu wengi sana, anajihisi mtu labda nguvu za kiume zimepotea au zimepungua, lakini kumbe kasharogwa tu. Yuko sawa kimwili na yuko sawa kiafya, lakini kumbe kashapigwa sihiri. Sasa hawezi kumwendea mkewe. Kwa nyuma ya pazia kilichofanywa kinachokufanya unashindwa kuliendea tendo vizuri. Sahihi kabisa. Na ndio tulio wengi sasa. Sahihi kabisa. Na ndio anasema Ibn Qudama. Anasema wa minhu ma yufarriqu baina almar'i wa zawjihi. Lakini kadhalika na miongoni mwa uchawi, kuna uchawi ambao unaotenganisha baina ya mtu na mkewe. Yani watu wakagombana, wakavurugana, wakaachana, wakapeana kabisa na talaka bila sababu za msingi. Ukisikia sababu zao ni tafihi kabisa, sababu za ovyo kabisa ambazo haziachi mke, lakini ndo kaisha achika. Kwa sababu gani? Ya masihiri ambayo yanaweza kuleta hatari. Wama yubaghidhu ahduhuma, na kuna uchawi ambao kazi yake unatengeneza hasira tu kwa mmoja kati ya hao wawili. Kimuona mke anamkasirikia, au akimuona mume anamchukia, basi ili mradi hivyo, yani kunakuwa na hasira za zisizoeleweka. Lakini ila akhar, au ma yuhabbibu baina ithnain, au po uchawi ambao unatengeneza mahaba ya hovyo ambayo sikuwa na maana baina hawa watu wawili. Yani wewe ukimuona mtu anampenda sana mkewe, mahala pasio yeye anasema ndio, kapigwa huyo. Huo ni uchawi.
Na ukimwona mtu anampenda sana mumewe, mahala pasio yeye anasema ndio, fahamu kabisa huyo mtu karogwa na karogeka. Ndio maana yake. Kufanya mapenzi watu wapendane sio tatizo. Tatizo ni yale mapenzi ya kumfanya mtu kuwa kipofu, haoni lilokuwa baya wala hasikii lilokuwa baya. Yana ana uwezo wa kumkuta mkewe hapo yupo na anazini na mume mwingine, na kisha baada akamchukua tuenzetu nyumbani, hamna tatizo, kama hakuna kilichotokea vile. Na mambo yapo ya sana. Yani kama hakuna kilichotokea, na kesho anamkuta tena na anamchukua anaondokana, kama hakuna kilichotokea. Huyu kapigwa, huyu msaidieni, msimlaumu. Kanasa huyu tayari hana namna ya kufanya. Sasa hii ni hatari sana. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, nafikiri kwa uchache tutakuwa tumeeleza uchawi lughatan wa istilaha, kilugha na kiistilaha. Nafikiri tutakwenda sasa katika darasa letu lijalo kutazama al-adillatu ala wujudi sihr, dalili sasa za kuwa uchawi upo. Je, ni sisi tunasema au kasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kasema Bwana Mtume Muhammad, au ni katika mambo yanayoonekana katika umma na jamii? Kuna vitu vingine vinaonekana kwa jicho la kawaida. Wewe kama hujawahi kutana na mambo haya, endelea kumwomba Allah asikukutanishe na balaa hili. Ni hatari sana. Ni hatari sana. Ukiwa na imani ndogo unaweza ukakufuru kabisa. Yani unajua Sheikh, katika kitu ambacho najaribu kukitazama katika sala hili la uchawi, kuna watu wao wanajizima data wakiamini kwamba hizi ni asatirul awwalin, lakini kitu ambacho kwa namna kilivyo na baadhi ya nyakati unaona matukio ya wazi kabisa kwamba hili tukio uchawi umehusika na umehusika kweli katika 100%. Na mimi niwaambie tu ambao tufuatilia kipindi chetu hichi cha uchawi, uchawi ni nini, tutakwenda kutazama na kujua vile viashiria vya moja kwa moja ambavyo vinaonyesha kwamba uchawi upo. Kwa Mwenyezi Mungu kasemaje, Mtume kasemaje, na wana vioni na wao pia na wao wamesemaje kunako kuwepo kwa hatari au ama viashiria vya uchawi wenyewe. Ni kwa mtu kweli uchawi una hatari. Na nimesikia mkasa mfupi unaohusiana na huyu ustaz namna wake kichomkuta. Kiukweli sasa ukiwa na imani ndogo, baada tukio na hiyo unasema Qur'an yenyewe haifai usipokuwa makini. Lakini kumbe ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umeitumia pasipo maana yake kapanda mtumbu wa vibwengo. Yani wote kifanya umeitumia Qur'ani kama mtumbwi wa vibwengo, kwa sababu umeitumia pasipo kuwa taratibu wake utaki kutumia katika jambo ambalo unataka kupambana nalo. Maana yake uchawi pambana nao unayo njia yake ya kuitumia ili iwe ni kinga kwako na iwe pia ni adhabu kwa yule mchawi mfanyaji. Lakini yeye kajifanya kapokea shehe fulani kasema, naye katumia ile shifanya kasema, naye kafanya. Mwisho wa siku imemkuta cha kumkuta. Sasa haraka Dodoma atakaye kuisikia tena. Na wewe vile vile kusema maneno hayo, kama upo Tanga unaweza pia ukasema Tanga sitaki tena katika maisha yangu kuisikia. Kama upo Bukoba unasema kuanzia leo Bukoba sitaki tena kuisikia. Maana yake sasa ni wazi kwamba uchawi una hatari kubwa. Uchawi unaweza kubadilisha kile ambacho wewe ulikuwa ukifikiri kikabadilika na kikawa kweli kwa sababu ya uchawi. Lakini uhakika wake wala hakika hivyo unavyokiona, kwa sababu ndivyo namna uchawi ulivyo. Nami nikwambie tu nisikuchoshe kwamba tuendelee kuungana nasi katika kipindi chetu hichi cha kutazama uchawi ni nini na madhara yake na hatari zake na vipi tunaweza kujinusuru na kujikinga dhidi ya hatari kubwa tukanazo na uchawi. Na kipindi kijacho kitakufuata tutakwenda kutazama dalili za kuonyesha je, uchawi upo kwa hatua zake. Kwa hivyo mimi nikusihi tu endelea kuwa nasi kipindi chetu hichi, lakini kipindi hichi kumbuka kitakuwa kinapatikana kila ifikapo siku ya Ijumaa. Kila itwayo Ijumaa kipindi kitakuwa kipo live, maana yake utapata kujifunza mengi kunako masuala mazima ya uchawi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kuhakikisha mnalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa. Allahumma, Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi
inayomfanikishie katika yale anayoyatamani katika mazuri yaliyo katika nafsi yake kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji laptop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji desktop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji kamera kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri bali ameyafanya haya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi, nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin.